Usipofanya hii faraja, hauwezi kupiga hatua. Kinachokuhamisha sana ni hiyo faraja unaipata sasa. Unafukuzwa kazi na maisha yako yanakuwa bora zaidi. Sasa huyu mtu siwezi kumwacha. Maisha yangu yanategemea huyu mtu. Naachana, maisha yako yanakuwa bora zaidi. Ongea na kocha. Tumia kanda hizi 3 za kifikra kujenga mafanikio makubwa. Karibu rafiki yangu mpendwa, picha yako pendwa cha Ongea na Kocha. Uko na mimi rafiki yako Kocha Dr. Makrita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwenye vipindi hivi huwa nakuwa na raha kubwa sana, kwa sababu napata fursa ya kufanya kitu ninachokipenda, ambacho ni kuongea na wewe rafiki yangu. Na hapa hatuongei tu, bali tunazingatia maneno makubwa 3. Neno la kwanza likiwa ni mafanikio, yaani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Neno la pili likiwa ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na neno la 3 kuhusu biashara, kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Kanuni yetu hapa ni maarifa, maana yake unapata maarifa, vipindi, vitabu, jumlisha vitendo, maana yake unayojifunza unaenda kufanyia kazi kwa vitendo, kuweka kwenye uhalisia, sawa sawa na mafanikio. Sawa. Maarifa, jumlisha vitendo, sawa sawa na mafanikio. Kwa hiyo unapata maarifa haya, alafu ni kuyafanyia kazi, unapata mafanikio. Urudi tena kwenye kisima tena hapa, unapata maarifa tena, alafu unayafanyia kazi na unafanikiwa. Ndivyo tunavyokwenda. Na unapohitaji kujifunza zaidi, kupata mafunzo ya kina zaidi, kupata hivi vitabu, kupata ushauri, kupata huduma ya ukocha, kupata usimamizi na kuingia kwenye jamii ya washirika mafanikio, tunao nafasi kwa ajili yako. Na wasiana namba 0760647171. Wasiana 0760647171. Karibu sana rafiki kwenye kipindi cha leo, ambako tunakwenda kujifunza kuhusu kanda 3 za kifikra na jinsi unavyopaswa kuzitumia kujenga mafanikio makubwa. Rafiki, tunazo kanda au zones za kifikra kwenye fikra zetu, na hizi sasa ndio zinaamua aina ya mafanikio au aina ya matokeo ambayo tunayapata kwenye maisha. Na wengi wetu tumejikuta tumekuwa kwenye maisha na hatuelewi tumekwamaje, kwa sababu tunapambana sana, tunahangaika sana. Unasikia bwana, ili ufanikiwe inabidi ufanye kazi kwa juhudi sana. Na unafanya kazi kwa juhudi sana, unaweka juhudi kubwa sana, lakini haupigi hatua. Una biashara, unatafuta wateja, unatangaza, unafanya kila kitu, lakini haupati matokeo. Sasa tunafanyaje sasa kwenye kuchomoka hapo ulipo? Ni lazima uelewe unacheza kwenye ukanda gani. Sasa kama kwenye mchezo uwanja unaocheza ndio unaokuzuia usipate matokeo unayotaka. Sawa, unacheza, lakini unacheza kwenye uwanja gani? Unacheza kwenye ukanda gani? Hilo ndio ambalo linakuhamisha wewe usipate mafanikio. Sasa hizi fikra zetu ndizo zinaamua aina ya mafanikio ambayo tunayapata. Na ili ubadilishe mafanikio ambayo unayapata, lazima ubadilishe ule ukanda wako wa kifikra. Lakini la kwanza kabla ya yote, lenye nguvu sana matokeo ambayo unataka, ni ushahidi ambao unajipa. Sisi binadamu ni viumbe ambao tunafanya mambo kwa ushahidi, mambo kwa evidence. Sawa? Unafanya kitu alafu unapata matokeo, unatumia kama ushahidi wa kuendelea kufanya hicho kitu. Au ukafanya kitu ukakosa matokeo, kama ushahidi wa kutokufanya tena hicho kitu. Kwa hiyo mambo ambayo tunayafanya yanatokana na ushahidi wa huko nyuma. Na tukikosa ushahidi, wao tunatengeneza hadithi ambazo zinaendana na kile tunachokuwa tunakitaka. Kwa hiyo lengo lako kubwa, na hata kubadilisha hizi kanda, ni kubadilisha ushahidi ambao unajipatia, au kutumia ushahidi ambao unaupata kwa namna ambayo itakupa matokeo ambayo umekuwa unayataka
kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima uangalie hapo ulipobaki sasa ni ushahidi gani umekuwa unafanya uendelee kubaki hapo. Ushahidi gani kwa mfano? Sababu huo ndio unafanya uendelee kufanya na uendelee kupata matokeo ambayo unayapata. Ukibadili ushahidi, unabadili matokeo. Ukibadili maana ushahidi kwako, unabadili hata matokeo ambayo unakuwa unayapata kwenye kile ambacho umekuwa unafanya. Tunaanza na ukanda wa kwanza katika kanda 3 ambao ni ukanda wa faraja au tunaita comfort zone. Sawa? Ukanda wa faraja au comfort zone. Ukanda wa faraja ni zile fikra za mambo tuliozoea kuyafanya. Sasa mambo tuliozoea kuyafanya maana yake yanatupa matokeo ambayo tumezoea kuyapata. Ndio ni ukanda wa faraja. Huu ukanda tunafanya mambo tumezoea na tunapata matokeo ambayo tumezoea kuyapata. Kwa hiyo tuko kwenye faraja, hatuna wasiwasi wowote. Ushahidi wetu ni kwamba nimepata hiki na kipataga mara zote, niko vizuri. Na huu ndio ukanda hatari sana, ukanda mbaya kwa sababu unatupa matokeo ambayo tumezoea kuyapata. Ukanda huu unatupa ushahidi ambao ndio huo tunaupata mara zote. Na ni ushahidi ambao sio sahihi. Hauwezi kutupeleka tunataka kwenda, kwa sababu tunasema ili upate matokeo tofauti tunayopata sasa, lazima ufanye tofauti tunayofanya sasa. Sasa ukifanya mambo tofauti, kuna hatari ya kushindwa au hatari ya kupata matokeo ambayo sio sahihi. Na hiyo itakufanyia wewe utoe kwenye ile comfort zone, utoe kwenye ukanda wa faraja. Na wengi hatupendi kutoka hapo. Hatupendi kufanya mambo ambayo hatuna uhakika nayo. Hatupendi kufanya mambo ambayo tunaweza tukashindwa au hatuna uhakika tupate matokeo gani. Kwa hiyo kubwa sana ni kutambua kwamba kama unafanya jambo kwa sababu ya matokeo uliyopata huko nyuma, maana yake upo kwenye ukanda wa faraja. Na ukanda huu ni mgumu sana kwa kutoka. Kwa sababu si binadamu tunaona ni bora tupate matokeo madogo lakini ambayo tunawaka nayo kuliko matokeo makubwa ambayo hatuna nayo. Kwa mfano, kwa nini watu wanapenda kufanya kazi hata kama mshahara ni mdogo? Na wewe angeza kufanya biashara ikapa faida kubwa. Kwa sababu kazi na kipato kidogo sawa, lakini cha uhakika kidogo cha uhakika. Biashara inaweza kuwa na faida kubwa, lakini leo unaweza kupata, kesho usipate. Sababu watu wanapenda uhakika. Wanapenda matokeo ambayo yanatabirika. Wanabaki kwenye kazi. Wanabaki kwenye mazoea yao, kitu ambacho kimekuwa kinawakwamisha kwenye safari yao mafanikio. Kwa hiyo tambua kwamba unapokuwa sehemu kubwa maisha yako upo kwenye ukanda wa faraja, kwenye comfort zone. Ukanda ambao unajisikia vizuri, ukanda ambao unapata matokeo yale yale, lakini ukanda ambao unakuwa unarudi nyuma pia. Kwa sababu kama hausongi mbele, unakuwa unarudi nyuma. Dunia haisimami kusubiri. Dunia inaendelea kusonga mbele. Kwa wajibu wetu sisi ni kusonga mbele, ni kujifunza, ni kuboresha, kujaribu vitu vipya ili tuweze kupiga hatua ambazo ni kubwa zaidi. Na kutoka ukanda wa faraja sio kazi nyepesi, kwa sababu binadamu tumechukua muda mrefu. Leo tunajenga tabia, alafu tabia zinatujenga. Yeye unapoanza kufanya vitu vipya inakuwa ni ngumu kwako. Inakuwa ni ngumu sababu unatoka nje ya mazoea, unalazimisha, wakati mwingine umesahau unataka kufanya vitu, si ndio? Lakini sasa ukishazoea kufanya inakuwa rahisi. Kuvunja tena ndio inakuwa changamoto nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wajibu wako ni nini? Ni kutambua maeneo gani ambayo unafanya kwa sababu umezoea kufanya. Sio unafanya kwa sababu ya ndio kitu bora kufanya. Sio unafanya kwa sababu umejifunza ndio kitu bora. Unafanya kwa sababu ndivyo ulivyofanya jana, ndivyo ulivyofanya juzi na wakati mwingine. Hilo ndio la kuvunja, kwa sababu usipotoka kwenye hii faraja hauwezi kupiga hatua. Kinachokuhamisha sana sio kwamba huwezi kupata matokeo makubwa, ni hiyo faraja unaipata sasa. Ni mara ngapi umepoteza kitu ambacho kwa nini ukipoteza maisha hayawezi kwenda?
alafu upate maisha yakawa bora. Labda uko umefanya kazi, unaona kwamba si kazi siwezi kuiacha kwa sababu nitakosa maisha, nitashindwa kuendesha. Alafu nafukuzwa kazi na maisha yako yanakuwa bora zaidi. Mara ngapi unaona kwamba hii biashara siwezi kuiacha hii. Unatamani kufanya biashara nyingine lakini huwezi kuacha biashara sababu inakupa kipato cha uhakika. Alafu biashara ikafa na wewe umeanza biashara nyingine bora zaidi. Si ndio? Au mtu anasema huyu mtu siwezi kumwacha. Maisha yangu yanategemea huyu mtu. Alafu mnaachana, maisha yako yanakuwa bora zaidi. Si unaelewa vizuri rafiki? Kuna namna umezoea choko nacho kiasi kwamba unahisi maisha hayawezi kwenda bila hicho kitu. Ni kuhakikishie maisha yako yanaweza kwenda vizuri zaidi sana bila hiyo kazi, bila hiyo biashara, bila hao watu tunawadhania. Bila hata kuwa hapo ulipo sasa. Maisha lazima kwamba tunapenda uhakika. Hatupendi kuchukua watu ambao zinaenda kwamba watu ambao ni tofauti. Tunapenda nimezoea kufanya hivi nataka kufanya hivi. Wewe hakikisha unaondoka kwenye mazoea, uondoka kwenye ukanda wa faraja. Toka kwenye comfort. Hiyo ndio inakuzuia wewe kuweza kukua na kupata mafanikio ambayo ni makubwa. Kwa hiyo ukanda wa kwanza, comfort zone, mazoea ambayo unayo na amekuwa na kukwamisha wewe kuweza kufanikiwa. Haya. Ukanda wa pili ni ukanda wa ukuaji, growth zone. Tumeona ukanda wa kwanza ni ukanda wa faraja, comfort zone. Ukanda wa pili ni ukanda wa ukuaji, growth zone. Huu ni ukanda wa kifikra ambako unatoka nje kidogo ya mazoea. Sawa? Tumeona pale kwamba unafanya vitu ambavyo unakuwa umezoea kuvifanya kiasi kwamba unaona huwezi, mambo hayawezekani nje ya pale. Sasa unapotaka kufanikiwa inabidi sasa utoke nje kidogo ya mazoea. Na hapa unatoka nje kidogo ya ukanda wako wa kifikra, unatoka unaenda kwenye nje ukanda wa ukuaji. Sasa ukanda huo wa ukuaji huwa una ushahidi chanya. Nisikilize vizuri hapo. Kwenye ukanda wa ukuaji kunakuwa na ushahidi chanya kwamba unafanya kitu tofauti na ulivyozoea, ngoma matokeo ambayo ni mazuri, unarudia tena kukifanya. Na hapa ndio muhimu sana ili uweze kudumu kwenye huu ukanda. Unataka kutumia huu ukanda kutengeneza ushahidi ambao utakufanya uendelee kufanya. Uendelee kutoka nje ya mazoea ambayo umekuwa nayo. Sawa. Sasa ukanda huu wa ukuaji ni ukanda gani? Ni kutoka nje kidogo ya mambo uliyozoea kuyafanya. Umezoea kufanya kwa hatua 1, 2, 3, unaenda hatua ya 4. Kidogo sana. Sio kubwa sana kiasi kwamba unashindwa unakata tamaa. Ni kidogo kiasi kwamba unatoka nje mazoea yako, lakini pia unapata matokeo mazuri ambayo yanakusukuma na upate matokeo mazuri zaidi. Hapa ndipo mafanikio yako yalipo. Kwenye ukanda wa ukuaji, kwenye growth zone. Ukanda huu wa kifikra unakusukuma wewe kujifunza kutoka nje mazoea, kujua zaidi ya vile ambavyo umekuwa unajua, kujaribu zaidi ambavyo umekuwa unafanya. Sawa? Na huu ndio ukanda ambao sasa wewe unakuondoa kwenye kurudia kufanya vitu ambavyo vilikuwa vinakukwamisha. Ndio ukanda ambao unakuonyesha mambo makubwa unaweza kuyafanya zaidi ambavyo umekuwa unazoea kufanya. Ni ukanda muhimu sana na ndio ukanda wa kujenga. Unajengaje ukanda sasa? Kwa sababu ni muhimu sana la mafanikio. Unaujenga namba 1 kwa kujifunza vitu vipya. Sawa. Unapofanya jaribu kujifunza vitu vipya. Ni muhimu sana kwenye kujenga ukanda wa ukuaji. La pili, kujaribu vitu vipya. Hata kama unavyofanya vile matokeo, jaribu vitu vipya. Usifanye vile kila wakati. Jaribu njia mpya. Kama ni mahali unaenda, jaribu pita njia moja, jaribu kupita siku zote. Pita njia mpya. Sawa? Itakufanya ujifunze vitu ambavyo hujajifunza. Toka nje ya mazoea yako ya kawaida. Hata kama labda wewe unaandika na mkono wa kulia, andika na mkono wa kushoto. Yaani vuruga tu taratibu ambao umezoea kufanya. Sawa? Mwanzo soma vitabu vya mwelekeo fulani. Soma vitabu ambavyo ni kinyume na unachokiamini. Vitabu ambavyo yaani unapingana navyo. Lengo ni ulete tu hali fulani ya discomfort, kwa sababu unataka hali ya
ya msuguano mzuri ambao utakufanya wewe ufikirie. Unajua ukishaanza kufanya kitu unakabla hata kufikiria. Unasema unafanya autopilot. Yeye unaweza ukajikuta fikiria mara kwanza unajifunza kuendesha chombo cha usafiri, bali baiskeli, pikipiki, gari. Ili kwa ukata kula unafikiria, si ndio? Huwezi kuendesha unaongea na simu. Ukiwa unapita njia moja kila siku, unaweza kutoa umeendesha kutoka nyumbani mpaka unapoenda bila hata kufikiria. Kwa sababu ushazoea kufika hapa nitakata kona, kama nitafanya hizi. Yaani ndio bila tunafanya kazi. Siku unapita njia nyingine tofauti, unapotea. Kwa sababu hauna ile muscle memory, ndani ya akili yako haijakariri vitu. Lakini unapochocheza akili ndio unajifunza vitu vipya. Sawa. Unajifunza vitu ambavyo ulikuwa huvijui au ambavyo ulikuwa unavichukulia kwa namna ambayo ni ya mazoea. Kwa hiyo nataka kusema nini hapa sasa? Hata kama huna sababu yoyote ya kufanya, hata kama unafanya kama matokeo, hata kama njia yako sasa hivi ndio njia unayoamini kabisa, jaribu tu njia hapo tofauti. Jaribu kupita kwa namna nyingine. Jaribu hadi wewe jifanye kwa namna ambayo itakusugua, itakushtua, itakuondoa kwenye mazoea ambayo umekuwa nayo. Inaweza kusaidia sana wewe kuweza kujenga mafanikio ambayo. Kwa hiyo muhimu sana kwenye hili, ukanda wa ukuaji, growth zone. Unatoka nje kidogo ya mazoea ambayo umekuwa nayo. Na hapo utajifunza, na unapojifunza unazidi kuwa bora. Unavyofanya pata matokeo ambayo ni tofauti. Yale matokeo ya tafsiri chanya. Nimesema tumia ushahidi chanya. Unapata ushahidi usione kwamba nimeshindwa, ona kama nimejifunza namna bora ya kufanya. Sababu unaweza kufanya 1 2 3 unapata majibu haya hapa. Ukifanya 1 2 3 4 ukafanya majibu tofauti, maana yake hujashindwa, umejifunza, unatakiwa uboreshe. Na ili ukanda chanya udumu, hakikisha sana kwamba tumia ushahidi uliopata kwa namna chanya. Umetumia ushahidi unaopata kujifunza na kuboresha zaidi. Sawa. Usitumie ushahidi kama hasi. Usitumie ushahidi kama kukwama au kushindwa. Utumie kama chanya uweze kuwa bora. Kwa hiyo ukanda wa pili, ukanda wa ukuaji au growth zone. Sasa ukanda wa tatu ni ukanda wa utisho, panic zone. Ukanda wa taharuki. Ukanda wa utisho, watishika, inaitwa panic zone. Sasa ukanda huu ni ukanda wa nje sana kutoka kwenye ukanda tuliozoea. Kwa unakuta chora maduara matatu. Duara ndani ni comfort zone, ukanda wa faraja. Duara linalofuatia growth zone, ukanda wa ukuaji. Duara la nje lile panic zone, ukanda wa utisho. Kama ilivyokaa neno lile panic. Huu ni ukanda ambao ukijikuta hapo una panic. Unapata taharuki, unatishika, unakuwa baridi, unashindwa kuendelea. Shida ya panic ni kwamba unahofia sana kiasi kwamba huwezi kufanya, huwezi kuchukua hatua. Ni kama unazima, ni kama unaingia ganzi, hauwezi kufanya. Nini kinaleta hii hali ya ukanda wa utisho? Ushahidi hasi. Ushahidi hasi ndio unafanya mtu unaogopa hata kuchukua hatua. Kwa sababu unachukua hatua alafu unapata matokeo tofauti unavyotegemea. Unaona bwana, mimi siwezi kufanya tena. Mimi siwezi hili jambo. Hili jambo haliwezekani. Hili jambo ni gumu. Hili jambo ni la kushindwa. Huo ndio ukanda hatari zaidi. Na ndio ukanda ambao mwaukamisha tutakueleza hapo ili uepuke ukanda. Sawa. Kwa sababu watu wengi tunapotaka mafanikio makubwa tunapataga hamasa fulani kubwa. Sawa. Sababu umehudhuria mafunzo, umesikiza kipindi kama hichi hapa, unaona bwana jamaa soma kitabu kimoja kwa wiki. Au jamaa anakimbia kilomita 5. Au jamaa sio anaweka akiba sio laki. Na unaona kumbe mimi nilichelewa bwana, nitafanya mara 2 yake. Kwanza akakimbia kilomita 10. Kweli bwana akimbia kilomita 10 siku ya kwanza. Kesho yake hauwezi hata kuamka.
mwili wote unauma. Kwa nini? Sababu umetoka kwenye comfort zone, unajaribu kukimbia, umeenda kwenye panic zone, unakimbia kilomita 10. Unapata ushahidi hasi sasa, mwili wote unauma. Unajifunza, mimi sio mkimbiaji, mimi siwezi kukimbia, mwili wangu sina magonjwa na nini, unaacha kabisa. Lakini ungeenda kwenye growth zone, kwenye ukuaji, kama sema mimi sija kukimbia hata kilomita 1. Ngoja leo nitembea tu 10 tu. Hata 10 tu. 1 2 3 4 10 umepumzika. Kesho yake 20. Kesho kutwa yake mahali pa mwezi unakimbia hata kilomita 2. Si umeelewa? Huu ni ukanda wa ukuaji, unakuwa hatua kwa hatua. Kila ushahidi unaopata ni ushahidi chanya. Unatembea hatua 10 na leo nimetembea hatua 10, ushahidi chanya huo. Kesho 20, siku nyingine 30. Ongeza 10 unakuwa. Lakini ukianza kwa kilomita 10 umeenda kwenye ukanda wa paniki. Utoboi. Kwa sababu matokeo utakayopata yatakuwa hasi, yatakuumiza sana kiasi kwamba utaona kwamba mimi siwezi, kwangu haiwezekani. Kumbe shida sio jambo. Shida ni wewe ulivyoendea na kutafsiri kifikra. Umeenda kwenye ukanda ambao sio sahihi. Hata kama unapata mafanikio makubwa, nasema mara zote hizi, usikimbilie kuchukua hatua kubwa sana, ziko nje ya uwezo wako. Zitakupa matokeo ambayo sio sahihi. Usijilinganishe wewe siku yako ya kwanza na mtu siku yake ya 100. Mwenzako anafanya biashara, umuta ni biashara, yuko biashara miaka 5 10. Wewe ndo unaanza biashara unajilinganisha naye. Utapasuka msamba. Huyu ana ushahidi mwingi kukuliko wewe. Usiige kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako, nje ya ukanda wako. Utafika, lakini kwa kukua hatua kwa hatua. Usio na haraka. Wewe una miaka 20 30 hujawahi kuweka akiba. Leo nataka uje uweke akiba hela yako yote, utaweza? Utakwama. Anza kidogo. Kuwa, piga hatua mpaka utaleta matokeo ambayo unataka kuyapata. Huyo umeona rafiki, sasa huu ukanda wa panic, huu ukanda wa utisho, jinsi ambavyo unakuhamisha Sababu mara nyingi tukipata hamasa kubwa tunataka tufidie muda ambao tunataka kupoteza. Sawa? Na hapo ndipo unapoharibu. Hauwezi. Sababu umetoka nje sana ya ukanda wako. Utafika huko utafika, lakini hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua mpaka utafika ile hatua ambayo unataka kuifikia. Unafanikiwaje sasa rafiki? Hizi kana unazitumiaje? Namba 1, tambua ukanda wako wa mazoea. Tambua ukanda wako wa faraja. Mambo gani umezoea kufanya na yamekupa matokeo? Nini ambacho kinakupa kuridhika sasa hivi? Anza na hicho kitu. Ni kazi yako unakupa kuridhika? Ni biashara yako? Ni wateja ulioko nao? Ni mahusiano ulioko nayo? Ni akiba ulioko nayo? Ni eneo ulioko nalo? Kuna kitu unakupa faraja. Ni ambacho kinafanya usipambane sana leo ulivyo sasa. Ni ambacho kinakufanya uridhike usipambane sana. Kimoja tu utakutambue. Kimoja tu. Kwenye mafanikio ni sifa za nyuma ambazo ushazipata. Kwenye fedha ni mshahara unaopata unakuridhisha. Kwenye biashara ni wateja wachache ulioko nao umewazoea. Kuna kitu kinakufanya wewe ufanye kwa mazoea. Ukishakitambua saa hatua ya kwanza, hatua ya pili, tafuta hatua ya ziada ya kufanya. Kama ni fedha, hebu anza kuweka lengo la kuweka akiba ya dharura ya kiwango cha juu zaidi. Weka lengo la kuweka akiba, uwekezaji wa juu. Hatua kwa hatua. Kama ni mafanikio, jipe challenge, jipe changamoto ya kwenda zaidi ya ulivyozoea. Kama ni mazoezi, kama ni kujifunza, nenda zaidi. Unaweza kusoma kitabu kurasa 2, ongeza ya 3. Sawa? Kwenye biashara, hebu ongeza wateja wapya. Sawa, na wateja ambao umeridhika, sawa, wateja wanatosha, tafuta wateja wa ziada. Yaani toka tu nje ya mazoea, kwa sababu
mara nyingi kinakutoa kwenye mazoea hayo ni changamoto. Ukitoa changamoto zinakupeleka kwenye panic. Fikiria una biashara yako na wateja wako 5. Wateja wakubwa kabisa wakinunua na fry. Mmoja anaondoka. Mbona 20% ya biashara. Yeye ulikuwa unauza milioni, akiondoka mmoja umeshauza 600,000. Utaingia panic zone hapo. Lazima utaingia panic zone. Ingia panic zone, unaua biashara. Sasa kabla ya kuwa na panic zone, nenda hatua ya pili ya growth, anza kukua. Jiambie tu, sasa hivi nina wateja 10 naongeza 1. Nimekuwa natembea au nasoma kurasa 2 naongeza kurasa 1. Nimekuwa naweka akiba shilingi 1,000 naweka 1,500. Au 5,500 naweka shilingi 6,000. Ongeza kitu kadogo ambako ni nje ya mazoea lakini jibu ndani ya uwezo wako. Sawa? Hiyo ndio hatua ya pili ya kufanya. Alafu endelea kufanya mpaka ufike kwenye hatua kubwa unaitaka. Cha kuepuka sana ni moja ya kwenda kwenye panic zone kwa sababu unataka una matamanio makubwa. Hujaweka akiba, unataka kuweka akiba nusu ya kipato chako ambayo huwezi. Kuna mteja unataka atupate wateja 100 ambao huwezi. Hujaweka kusoma hata kurasa 1, unataka kusoma kurasa 10 huwezi. Au la pili, kufanya mazingira ya kulazimisha kwenye panic zone. Maana yake unabaki kwenye mazoea sana kiasi kwamba yakiondoka moja kwa moja unaenda kwenye panic zone. Zuia pia hilo lisitokee. Na izuiaje? Kwa kila wakati kuwa kwenye ukanda wa ukuaji. Kila wakati toka nje mazoea. Jaribu vitu vipya. Jifunze, fanya, jifunze, boresha. Jifunze, fanya, boresha. Jifunze, fanya, boresha. Hivyo tu ndio utakavyoweza kutumia ukanda wako wa ukuaji kutoka kwenye mazoea, lakini pia kuepuka kwenda kwenye utisho, kwenda kwenye panic. Na hivyo sasa ndivyo unajenga mafanikio makubwa unayotaka kwenye maisha. Rafiki, umepata somo zuri sana hapa. Nenda kaongezee somo hili kupitia usomaji wa vitabu. Vitabu kuna package ya mafanikio hapa. Vitabu vizuri sana kama hivi, na nguvu ya kutenda miujiza, maisha uwezo wako wa kifikra ambao kutumia vizuri unaweza kufanya makubwa. Kitabu hapa cha elimu ya msingi ya fedha kusaidia sana kutoka nje ya mazoea kwenye fedha, uongeze kipato chako na akiba. Na kitabu cha elimu ya msingi ya biashara pamoja na nunua wateja vinakuweza kutoka nje ya mazoea yako kibiashara, uweze kujenga biashara nzuri na uongeze wateja wako. Vitabu hivi pamoja na zana za msingi, tunazo mfumo wa fedha binafsi, utajiri, mfumo wa mafunzo, barua za kocha, mfumo wa biashara, mauzo CRM, pamoja na kundi la washirika mafanikio, jumuiya ya washirika mafanikio. Unajifunza, unashirikiana na watu sahihi kupata mafanikio ambayo ni makubwa sana. Kupata vyote hivi, wasiliana namba 0760647171, 0760647171, na utaweza kupata mafanikio, namna ya kushirikiana na sisi, kupata mafunzo, kupata ushauri, usimamizi na mafanikio makubwa. Asante na ukawe na wakati bora kabisa leo.